Unapokuja kwenye masuala ya Mungu wa mbingu na nchi, lazima ukubali kusarenda vitu vya zamani. Ubomoe ile madhabahu ya kwanza, ile madhabahu ambayo baba zako walikuwa wanaitumikia, wakaitegemea hiyo, wakafutani kwamba ingeweza kuwasaidia. Okay, inapotokea umeamua kuikataa, lazima uivunje madhabahu yake. Huyo Mungu wa zamani ukisema mimi simtaki, lazima madhabahu yake ifanye nini? Ivunjike. Madhabahu ni ya muhimu sana kuwepo mahali popote ambapo watu walio na haja ya kumwabudu Mungu wakiamua kuishi kwa namna moja au nyingine, lazima wana uhitaji wa kitu au wa mambo fulani kutoka kwa Mungu. Kwa sababu hiyo watalazimika kuwa na madhabahu watakayojenga, na wakijenga hiyo madhabahu, jukumu la madhabahu ni kuwasaidia wakati wa uhitaji. Wanasaidiwa wakati wa uhitaji kwa sababu Mungu wa hiyo madhabahu ambaye anaabudiwa hapo atalazimika kuwasaidia watu wake wanaomwabudu pale watakapokuwa na uhitaji. Wangapi wanaweza kufikia kwenye kiwango cha kuwaza juu ya Bwana? Mtu mmoja anauliza swali, mnawaza nini juu ya Bwana? Habakuki anapouliza swali la namna hiyo, anataka kujua kiwango gani mlicho nacho cha kumpenda Mungu, hata maisha yenu yageuzwe kufikia hatua ya kuwa na hali ya kufikiri tu juu ya Mungu. Yaani unakaa tu unamwaza Mungu, nakupenda, alafu uko peke yako unacheka kwa furaha. Yaani ile hali ya kutabasamu kwa kucheka kunakotokana na furaha iliyojaa ndani, unamfurahia Mungu. Mtu akitoka kwenye eneo alikokuwa amejengewa madhabahu, iwe ni ya Mungu wake au ya miungu, popote atakapokwenda ile madhabahu ina tabia ya kumfuatilia, na ikimfuatilia akiwa kwenye tatizo, ile madhabahu itahusika kutetea. Mtu asipojua namna ya kutembea na hiyo madhabahu, kuna namna anaweza akajikuta anateseka kule, na mwisho wa siku atapata hasara, na madhabahu itakuwa haina nguvu ya kusaidia sana, badala yake itapigana naye. Yaani Mungu akituangalia anasema hivi, sijawahi kuona mtu mwenye upendo wa kunipenda, wote wamefarakana na mimi. Lakini sisi tunasema Baba nakupenda, nakupenda sana, nampenda sana Mungu. Mungu anasema wewe hujawahi kunipenda. Sasa Baba mimi ni mwaminifu, naenda kanisani kila siku. Mungu akiangalia moyo anasema hakuna mtu aliyewahi kunipenda hapa.